2 wengine 50. Tumetoa fursa kwa sababu pia sisi tunawezesha. Mtu ambaye ana uwezo kabisa pia tunamsupport ili aweze kujikwamua. Lengo hana hata shilingi 100. Lengo ni tunataka Watanzania wawe na ndoto zao. Kama wewe huna uwezo wa kupata pesa lakini una muda, basi sisi muda wako tutatumia kukupa wale sungura, tumia muda wako kuwahudumia alafu upate kipato. Kwa sisi tunafanya kazi na watu wa aina yoyote. Una pesa yako njoo, huna pesa yako njoo. Una eneo lako njoo, una eneo lako njoo. Umepanga, unaishi kwenye nyumba yako, wewe njoo. Sisi tutakuonesha namna gani unaweza ukakikuza kipato ulichonacho. Tunatoa ushauri kutokana na ndoto ya mtu. Sisi mtu akija kwetu, kitu cha kwanza tunamuuliza ndoto yake ni nini. Kama ni ndoto ni kununua gari, tunakuambia gari la shilingi ngapi. Basi utaanza kiwango hichi. Kwa hiyo kuna kulingana na pesa ulionayo, unaweza ukatimiza ndoto yako kuanzia miezi 6, kuna ambaye atakayetimiza kuanzia miezi 12, kuna ambaye atakayetimiza ndani ya miaka 2. Lakini watu wote hawa tunahakikisha kwamba ndani ya miaka 2 zile ndoto zao zote zimetimia kulingana na kiwango alichonacho. Hata kama una 100,150,000, hiyo inaweza kufanya ndani ya miaka 2 ukawa umemiliki range. Kuna namna tunakushauri namna gani hii hela tutaweza kuimultiply kupitia ufugaji wa sungura ukaweza kutimia ndoto yako. Kwa hiyo sisi si wafanyabiashara tu, bali pia tunafanya consultation ya kuweza kumsaidia mtu kutimiza lengo alilokuwa nalo. Kama una lengo usije kwetu. Kama una ndoto usije kwetu. Wewe endelea na maisha yako ya kawaida. Lakini kama una ndoto yako wewe njoo, sisi tutakusaidia namna gani utaweza kutimiza ndoto yako. Ukiachia kuuza sungura, kitu gani kingine ananufaika nacho kupitia sungura? Ukiachana na kutuuzia sungura, sisi pia tunamborea. Tunamborea kwa sababu hawa sungura yani kila product inayotokana na sungura ni pesa. Kinyesi ni pesa, mkojo ni pesa, nyama ni pesa, ngozi ni pesa, ubongo wa sungura huu pia ni pesa. Kwa mfano unaona kuna wale vijana ambao wanataka kwenda kuchumbia, kuna ubongo wa sungura ule, kuna mafuta yanatengenezwa na ubongo wa sungura. Kwa utakapochukua ile mafuta ukapaka wakati unaenda kuchumbia, hata kama hujatoa mahali wanakuozesha. Sasa kila kitu kwenye sungura ni fursa. Kila kitu kwenye sungura ni fursa. Kwa hiyo ndugu yangu Misika kipaka tunapewa. Wewe ukipaka yale mafuta ambayo yanatokana na ubongo wa sungura, wewe fika pale nenda kuposa, wewe hata mahali hujatoa, kumbe utaleta toa ina shida. Mahali huaishi. Wanakuozesha. Lakini hizo zote ni faida ambazo zinatokana na nyama ya sungura. Lakini ukiachana na hiyo, kuna kucha za sungura ndio zinatengeneza urembo wa kina dada. Unaona watu wanabandika kucha, zile kucha zinatengenezwa kutokana na kucha za sungura. Kwa kila kitu kwa sungura ni pesa. Naam. Dunia sasa ipo kwenye digital. Labda mnapataje na watu wanafikiaje? Lakini pia kuna mwingine ambaye yuko Marekani anataka kufuga sungura, anawapata kwa namna gani? Sisi tuna account, tuna TikTok tunaitwa Saole Company Limited, lakini pia tuko Instagram tunaitwa Saole Company Limited, na tunapatikana YouTube kwa jina la Saole TV. Kwa hiyo popote mtu alipo, wewe unaweza ukawa kwa makao. Tuna wafugaji wengi ambao yuko nje ya Tanzania, wako Marekani, kuna watu wako Sweden, wako Oman, kule wanatuma pesa. Sisi tunatengenezea mkataba, tunawatumia mikataba yao wanasaini, alafu baada ya miezi 3 tunakuwa tunawatumia hela zao. Watu wanafurahia maisha yao. Sasa hivi mtu yuko zake Ulaya, yeye tu nauli anategemea itatoka Sauli ya kuja kwa Tanzania. Wala hahitaji kuja na pesa. Pesa anazikuta zipo za kutosha kwa huko. Ndio. Tumeona Mandonga ni rasmi ni press yenu ama ni mtu ambaye anasupport? Karim Mandonga yeye ni balozi wetu. Sio Karim Mandonga tu. Tuna Karim Mandonga, tuna Dula Mbabe, tuna huyo anaitwa Bambo, hao tuna nani huyo anaitwa Mkojani. Hawa wote ni mabalozi wetu kwa mkoa wa Dar es Salaam. Na pia tuna program kwa mfano kwa Karim Mandonga ya kutumia nyama ya sungura. Tunatumia nyama ya sungura, tumempa muda fulani. Baada ya hapo tutamwandalia pambano sasa ili kile tunachokifanya kionekane kwa vitendo. Tutadhamini hilo pambano. Bondia yoyote tutakuwa tuko wazi kumruhusu bondia yoyote aje aone sasa miujiza nyama ya sungura. Sasa hivi mwenyewe ulimsikia Karim Mandonga kwamba akikupiga amekupiga, hiyo sasa hivi haitumii. Sasa hivi ni kukupiga tu kwa sababu hawezi kula nyama ya sungura hapa akapigwa. Kwa hiyo sasa hivi tumempa program ya kutumia nyama ya sungura. Ile program ikiisha utamwona Karim Mandonga tutatangaza sasa bondia yoyote Tanzania. Karim Mandonga atakuwa ni bondia wa kwanza Afrika wa kuwatandika watu wengine. Yaani tunataka tumbrand awe kama unavyomuona yule Mike Tyson. Kwa sababu ya nyama ya sungura. Na inawezekana sana. Sababu Mike Tyson
alikuwa ni mtumiaji sana wa nyama ya sungura, na ndio maana ulikuwa unaona yale machachari, kwa sababu ufugaji wa sungura ulianzia Tanzania, ulianzia baada ya vita ya pili ya dunia ndio ulipoanza, na mwanzishaji mkubwa alikuwa ni Marekani. Kwa hiyo sasa utaona Kali Mandonga atakuwa Mike Tyson mwingine wa pili. Naam. Neno lako la mwisho kwa Tanzania na vijana, tunaona wanaenda kilimo, small plant nini, kwa wanaenda kumwagilia moyo baada ya kuwekeza. Wanasema vijana mjini wanaenda kwenda juu ya meza huko. Mimi na washauri waendelee kula bata. Lazima wale bata. Unajua maisha ni kuishi. Yaani maisha ni kuishi. Mimi simuonei shida kijana naye kula bata. Wacha wale bata, lakini tunasema use natural resource or use resource sparingly. Yaani utumie resource ukiwa na kiasi. Uwe na ujue kuna kesho. Kwa kula bata mimi siwezi kutafuta pesa ambayo siwezi kutumia. Wacha vijana wale bata. Lakini pamoja na kula bata, hawa vijana tunawashauri waje tufanye kazi. Umeona sasa hivi mimi narudia kwenye kauli ya Diamond aliyosema kwamba tufanye kazi, na mimi natoa wito kwa Watanzania. Mimi nilikuwa mtumishi wa serikali. Nimeacha kazi, nimekuja kufanya kazi kujiajiri. Lakini kuna mtu yuko mtaani anasema serikali haijatoa ajira. Sasa kama sisi, mimi nafanya kazi ya serikali miaka 13. Lakini sasa hivi nimeacha, nimekuja kujiajiri kwenye Sungura. Sasa kwa nini sasa mtu anasema serikali haijatoa ajira wakati sisi wenye ajira tumeziacha? Nawaambia hivi, vijana popote mlipo, mnyewe mmaliza chuo, uwe uko mtaani unafanya biashara labda yoyote, awe ni bodaboda, wote yoyote yule kwa nafasi aliona. Tumeangalia Harmonize alikuwa anauza maji ya kandoo, lakini sasa hivi yuko wapi? Sasa hivi anamiliki lebo yake. Kwa hiyo mtu ni kuwa na ndoto, na ndio maana nimesema wewe kama una ndoto njoo tufanye kazi. Uwe umesoma, uwe hujasoma, uwe na mtaji, uwe hauna mtaji, ili mradi una ndoto njoo, sisi tutakusaidia namna gani utatimiza ndoto zako. Watu wote ambao hawana ajira, vijana wote ambao wamemaliza vyuo, waje, sisi tutawapa fursa namna gani ya kunufaika kutumia ufugaji wa sungura. Sisi tunahitaji muda wao tu, hatuhitaji pesa, tunahitaji muda wao. Waje, tutawafundisha namna gani wataweza kutimiza ndoto zao. Tufanye kazi. Kuna watu wengine wanasema kwamba matajiri wanasema ukitaka kuwa tajiri uchelewe kulala, uwahi kuamka. Sasa nasema sasa nikichelewa kulala nakuwa nafanya nini? Au nikiwahi kuamka naenda wapi? Bwana sikiliza, ukichelewa kulala unakuwa labda una post kazi za Saole. Post kwenye social media kazi za Saole. Upate wateja. Wakati namba zako. Ukishapata wateja walete kwetu. Ukituletea wateja sisi tunakupa 10% kwa kila mteja utakayekuwa umemleta. Sasa kwa nini usipate fedha? Kwa wewe usikuchelewa kulala, post kazi za Saole, pata wateja, asubuhi amka mapema walete hapa. Sisi unawaleta wateja tunakupa 10%. Kwa hiyo ndio njia rahisi kwa vijana kuweza kuwa matajiri. Uhitaji tu kupata hela, ni kupata tu bando la buku, post kazi za Saole, pata wateja, asubuhi amka walete hapa Rumumba, jengo la CCM mkoa ghorofa ya pili. Sisi tunakupa 10% kwa kila mteja unayempata. Kwa hiyo ni fursa kwa mtu yoyote, atubagui. Kwa mtu yoyote ni fursa, hawe na huo muda wa kufanya hivyo, basi atakuja na ataweza kutimiza ndoto zake. Shukrani. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana. Aji na wauzaji wa sungura, fursa nyingine kama Tanzania ameamua kuifungua, kuhakikisha kwamba Tanzania wenzake wanapata nafasi ya kujikwamua kiuchumi. Diamond Platinum juzi alizungumza, wa Tanzania tuache kulalamika, tufanye kazi. Mkurugenzi wa Saole Company Limited sasa yeye ameamua kuwafungulia fursa ya Tanzania, kuanzia wale wale chini. Tuko naye hapa, ni namna gani ambapo unaweza kupata fursa, tuko naye hapa. Lakini pia masiku kadhaa nyuma alifanya kazi na bondia Kali Mandonga, tulimshuhudia Dula Mbabe, tulimshuhudia na mashabiki wa Simba na Yanga. Tuko naye hapa, atatueleza mipango yao ikoje. Tukiwa mzaliwa Isika je kwa nyama sungura. Bwana wewe. Kwa kweli. Mgeni kwema? Kwema ndugu yangu, habari za kwema? Salama, kula ipo. Salama, karibu sana. Ndio. Sema kabisa. Alhamdulillah. Bwana, Watanzania wengi tumezoea ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo, nguruwe na vitu vingine. Lakini umekuja kwenye sungura. Tueleze fursa hiyo ulionaje kwanza? Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa ukijue. Kabla ya hapo uliongea swala la Diamond Platinum. Mimi namsupport sana yule kijana na unaweza kuangalia historia yake. Yaani Watanzania tumewekeza sana kwenye elimu. Lakini umeona yule hana elimu ya hivyo, lakini anaweza kwenda mbele. Sasa tatizo la vijana wengi wa siku hizi ni kwenda mitandaoni kutukana. Unaona mtu anamtukana rais, wewe ujasiri wa kumtukana rais unautoa wapi? Kwa hiyo nafikiri vijana sasa tuamke.
tutumie mitandao ya kijamii kwa ajili ya kufanya biashara. Tutumie mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwakomboa wenzetu ambao unaona wako katika hali ya chini. Kwa mfano, swali lako kwamba tulipata wapi? Mimi nimesoma. Mimi kidogo ni tofauti na Diamond Platinum. Mimi nimesoma na ni specialist wa sungura. Na tumefanya tafiti mbalimbali, na ukiangalia dunia nzima China inaongoza kwa uzalishaji wa nyama ya sungura. Na unaweza kuangalia maendeleo ya China. Kwa hiyo uzalishaji wa nyama ya sungura unachangia pato la China kwa 4.5. Umeona? Kwa hiyo sasa ni namna gani nchi China sasa hivi mpaka Marekani inaanza kuogopa China kutokana na ufugaji wa sungura. Lakini ukiangalia duniani mlaji mkubwa wa nyama ya sungura ni Muitaliano na Mfrensi. Hawa ndo nchi zinazokula nyama ya sungura zaidi duniani. Sasa hii fursa mimi nilipata kwanza nikiwa masomoni chuo kikuu cha Sokoine, ambapo sasa tulikutana na profesa ambaye yeye alikuwa na export nyama ya sungura kutoka China. Kwa wakati tunasoma sisi pia tuliona ni kitu cha ajabu, kwa sababu sungura tuliwafuga tukiwa wadogo. Sungura tulikuwa ni mnyama ambao sisi kipindi hicho tunauza kilo moja shilingi, tunauza sungura mzima shilingi 500. Lakini ifikia hatua nakuta sungura anauzwa kilo moja mpaka 70,000. Nikasema hii ni fursa. Of course wakati naanza niliona kama ni utani. Niliamua kufanya kwa vitendo kupitia yule profesa, lakini mwisho wa siku tukaanza kusimama kama sisi. Sisi Saole tumesajili kampuni yetu rasmi toka mwaka 2019. Kutoka 2019 hadi leo ni watu wengi wameweza kutimiza ndoto zao. Wa kununua gari amenunua, wa kujenga nyumba amejenga nyumba. Sasa wakati tunaanza yalikuwa maneno, kwa sababu makampuni ya sungura Saole sio ya kwanza. Kuna kampuni mbalimbali za sungura zilishapita. Lakini ufugaji wa sungura ni tofauti na mtu anapofanya biashara ya nyanya au biashara ya kuuza sukari na unga. Hii ni biashara ambayo inatakiwa ifanyike professional. Ni biashara ambayo kuna taratibu unabidi uweze uzifanye. Kwa mfano kupeleka nyama kwenye kuuza nyama soko la Ulaya, lazima kuna condition unabidi uzifuate. Kuanzia kwenye uzalishaji, kuanzia kwenye kufuga yule sungura, kumlisha, kumtunza, kuchinja mpaka kupaki. Lazima uzifuate zile taratibu. Ukizifuata vizuri soko liko wazi. Kwa hiyo sisi sasa tunawasaidia Watanzania namna gani wanaweza kunufaika kupitia ufugaji wa sungura. Kwa hiyo tunatoa elimu, tunajenga mabanda, lakini pia tunawapa nguvu sokoni. Kwa nini tunawapa nguvu sokoni? Ni kwamba tunatoa mkataba. Tunatoa mkataba na sisi tunatafuta mikataba kwa wale watu ambao wanapata bidhaa kutoka kwetu. Na kwa nini tunafanya hivyo? Ni kwa ajili ya kutoa nafasi ya dalali hapo katikati. Ukifanya utafiti wako utakuta kwamba dalali yeye anakuwa na uwezo mkubwa kuliko mkulima. Fanya utafiti kwenye watu wanaofanya madalali wa ng'ombe, nenda kwenye madalali hao kuku wanaouza kuku mnadani, utakuta wana maisha mazuri, wana majumba ya kifahari, wana magari ya kifahari, lakini mkulima yeye maisha yake ni yale yale ya siku zote. Sasa kwa nini tumruhusu mkulima anyonywe na watu wengine ambao wajihusisha na shughuli hizo? Kwa hiyo Saole ndio ikaja na suluhisho hilo. Kwa hiyo tuna huu ufugaji wa sungura, ukiachana kwenye fursa ya kipato, lakini kuna fursa ya kiafya. Sababu ufugaji wa sungura nyama yake ina madini ya zinc, ina madini ya iron, ina omega 3 ambayo hivi vyote vinaongeza kasi ya ubongo kufanya kazi. Kwa kama watoto wetu wakiweza kutumia nyama ya sungura, basi kwa miaka ijayo sisi Tanzania sasa tutakuwa tunaweza kuwa na viwanda vyetu kutokana na kizazi chetu tulichokitengeneza kwa miaka 20 ijayo. Lakini ukiachana na mpango wa muda mrefu, mpango wa muda mfupi, hii nyama ya sungura inasaidia, inapunguza ugumba kwa kina mama, lakini inaongeza speed kwa nafikiri unanielewa. Speed kwa kina baba, kwamba mtu kama alikuwa akimbie hapa aishie Chalinze, basi ukimpa nyama ya sungura utaenda mbio mpaka Bukoba. Na kwenda Bukoba unajua kutoka hapa saa 1 asubuhi Bukoba unafika, yani tuseme 9 usiku. Sio saa 9 usiku. Unafika kesho asubuhi. Ni masaa 24. Kwa kila nyama ya sungura unaweza kabisa kukimbia masaa 24 bila kupumzika. Kwa hiyo hata kituo hamna kusimama. Yaani ukifika kituo na shusho unaendelea na safari. Kwa hiyo hiyo ni faida za kutumia nyama ya sungura. Lakini hapo mkurugenzi, watu ambao wanataka kujiuliza unapata wapi mabucha ya nyama? Kwa sasa hivi Tanzania mabucha yanapatikana kwenye ofisi zetu. Tuna bucha Kilimanjaro, lakini pia tunafanya free delivery. Au mtu yeye popote alipo, uwe ndani uwe nje ya Tanzania, sisi tunafanya free delivery ya nyama ya sungura. Lakini soon kwa mkoa wa Dar es Salaam tuna mpango wa kufungua Saole Barbecue, ambapo kila mtu atapata product zote zinatokana na nyama ya sungura. Kuna hot dog ambayo inatokana na nyama ya sungura, kuna pizza, kuna burger hizi ambazo zinatengenezwa na nyama ya sungura. Kwa hiyo tutazindua hiyo na tutawaalika ili muweze kuwatangazia Watanzania location ambao wanaweza kuja kupata na kufurahia nyama ya sungura. Sasa hiyo ni fursa kwa Watanzania. Juzi kulikuwa na mkutano wa Young Africans, rais wa Yanga Jenerali akatangaza hadharani
Mzize ndo mchezaji anilipwa zaidi hela nyingi kuliko mchezaji yote, na yule ni Tanzania. Sasa hivi tunasikia wachezaji wa Kitanzania wanalipwa hela nyingi, milioni 40, milioni 50, lakini baadaye tunawaona hawawekezi sehemu nyingine, labda wengine anakimbia kupeleka kwenye maduka na vitu vingine kadhalika. Kwako neno lako nini kwa Watanzania, hususan wachezaji mpira ambao sasa hivi wako kwenye wakati wa kupata hela nyingi sana? Nafikiri itakuwa ni fursa kwao. Kuna wachezaji wa mpira, kuna wanangumi. Ukiachana na wao kwamba na washauri watumie nyama ya sungura ili wazidi kuwa mastaa zaidi katika uchezaji, kwa sababu inaongeza pumzi nyama ya sungura. Fursa nyingine ni kwamba uchezaji wa mpira, kwa mfano kuna mtu mmoja alikuwa anampenda sana nikiwa mdogo, alikuwa anaitwa Edbil Lunyamira. Lunyamira alikuwa ni goalkeeper mzuri sana. Na mimi kipindi hicho ndo nilikuwa shabiki mzuri wa mpira. Lakini sasa amekuwa ni mzee. Kwa hiyo sasa hata huyu Mzize leo ni kijana, kesho atakuwa mzee. Sasa atafanya nini katika uzee wake? Kwa sababu unajua hela hata kama tunakupa milioni 200 kwa siku, kama hujaiwekeza hiyo hela inaisha. Kwa hiyo sasa hawa wachezaji wa mpira wakati huu bado wana nguvu, sio wachezaji wa mpira hata wakina Diamond Platinum nao pia waje wawekeze kwetu. Kwa sababu kuna muda mziki unapungua, unapoteza mvuto. Sasa kabla hawajapoteza mvuto, waje wawekeze kwetu ili wawe na stable income ambayo itakuwa ina flow muda wote, ili wakati wamekuwa wazee tulishawaona watu waimbaji wa muziki wengi, tulishawaona wamekuja na wameondoka. Kwa hiyo sasa na wao waje wawekeze. Wachezaji wa mpira, wapiganaji wa ngumi, hawa vijana Yanga Stars waje wawekeze kwenye ufugaji wetu wa sungura. Sisi tutawatunzia sungura na tutawapa uhakika wa kupata kipato ambacho ni endelevu.